إله حمدي الحمد الأبد أرجوك يا عدل الإغاثة والظفر متوسلا بالاسم الأعظم بل بكل اسم أتى لله نظر أو خبر وكذا بأسماء سمت مكنونة في علمه لم يدرها إلا الأبر يا ربي يا الله يا ذا الجود يا غوثاه يا رحمن عز المصطبر أنت الرحيم بنا فيا ملك أغث بالنصر يا قدوس دمر من كفر أنت السلام المؤمن المهيمن والعزيز مغيثنا بحرا وبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza ninawahusia nyinyi na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika ni mwenye kufaulu. Mada yangu ya leo nataka nizungumzie madhara ya fitna. Mada yangu ya leo nataka nizungumzie madhara ya fitna. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, katika suratul Baqara aya ya 191 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal fitnatu ashaddu min al-qatl, fitna ni mbaya zaidi kuliko kuua au kuliko muuaji. Mtu fitna ni mbaya kuliko muuaji. Mtu fitna ni mbaya zaidi kuliko muuaji, au fitna ni mbaya kuliko kuua. Ndugu zangu Waislamu, hivi sasa fitna zimejaa kila kona. Fitna zipo majumbani, fitna zipo katika familia, katika ukoo, fitna zipo makazini, fitna zipo mpaka katika sehemu za ibada misikitini. Fitna zipo kila kona. Ubaya zaidi, mtu anaweza akajisifu kabisa akasema mimi ni bingwa wa fitna. Yani mtu anajisifu kabisa anasema mimi ni bingwa wa fitna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal fitnatu ashaddu min al-qatl, fitna ni mbaya kuliko muuaji. Ndugu zangu Waislamu, tukitolea mfano mdogo tu, mkisikia mtu ameua mtu pale, hicho atakachofanywa yule mtu na yeye atauliwa tu. Mtu kamuua mtu tu bila sababu, watu watavamia nyumbani kwake, watamuua na nyumba pia wataisabaratisha. Sasa Allah anasema wal fitnatu ashaddu min al-qatl, fitna ni mbaya kuliko muuaji. Fitna inafanya watu hawasemani, fitna inafanya ndugu wanatengana, fitna inafanya watu wanauana. Fitna mbaya, fitna inamharibia mtu maisha. Unapoenda kumtilia fitna katika sehemu ambayo inamwendeshea maisha yake, unamharibia maisha. Na ukimharibia maisha yeye, sio yeye tu, unaharibia maisha mpaka kizazi chake. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl, fitna ni mbaya zaidi kuliko kuua. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema katika aya nyingine ambayo ni suratul A'raf aya ya 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema naogopeni fitna ambayo haitowasibu wale waliodhulumu peke yao, isipokuwa itawasibu watu wote. Hapa kuna fitna ya aina mbili. Kuna fitna hii tulioizoea sisi, kuna fitna kusababisha matatizo. Tuchukulia mfano mmoja tu. Kama mtu akileta fitna katika msikiti huu, akileta vurugu, ikisababisha vurugu mpaka ikafikia huu msikiti ukaja kufungwa, wanaopata madhara ni wengi. Sio wale waliotia fitna tu, wanaopata madhara mpaka sisi wapita njia ambao tunategemea tuswali hapa hatutoswali. Sasa sio wapita njia. Mfano unaotolea ni huo. Iweje mtu asababishe fitna ya nchi nzima,
madhara yanayopatikana ni makubwa sana. Nadhani tuchukulie mfano mmoja tu. Kuna fitna ilitokea tarehe hizo tunazijua sote hapa, tuliona madhara yake. Mpaka katika simu tulikuwa na madhara, mpaka katika miamala tulikuwa na madhara, kila kona tulikuwa na miadhara, madukani kulikuwa na mabalaa, kila kona maisha yalikuwa magumu. Sasa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anatuambia sisi kwa fi'lu amri, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu, iogopeni fitna, iogopeni fitna, iogopeni fitna, na iogopeni fitna ambayo haitowasibu waliodhulumu nafsi zao peke yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bali itamkumba kila mtu. Fitna ikifanywa itamsibu kila mtu, mitihani ikija itamsibu kila mtu. Mtu akisababisha fitna ya mtihani utamsibu kila mtu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye anazungumza katika hadithi yake, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimfikie, badiru bil a'mali fitana kaqita'il muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il muslim. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, fanyeni haraka kufanya matendo mema, fanyeni haraka kufanya matendo mema kabla ya kuja fitna zilizo kama vipande vya usiku wa kiza kinene. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaendelea kusema katika hadithi hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, mtu ataamka asubuhi akiwa ni Muislamu, ni muumini kamili, na ikifika usiku au ikifika jioni anakuwa kafir. Mtu unapambazuka asubuhi unakuwa ni muumini uliokamilika, lakini ikifika jioni unakuwa kafir. Hadithi inaendelea, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akitusimulia kuhusu fitna, anasema, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, na atafika jioni akiwa ni muumini aliyokamilika na kuamka asubuhi akiwa ni kafiri. Ni kina nani hao? Jawabu linakuja katika hii hadithi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, anauza dini yake kwa manufaa madogo, kwa manufaa kidogo ya duniani. Unaiuza dini kwa manufaa madogo ya duniani, unaambiwa tu sababisha kitu fulani nitakupa hiki, lakini madhara wanaopata ni watu wengi, sio wewe. Watapata madhara mpaka familia yako. Ndio maisha tuliokuwa nayo sasa. Kuna mtu alikuwa anajisifu yeye, anasema niona sipati tabu mimi kupata maneno, kuletewa maneno. Tunatoa shilingi 5,000 tu naletewa maneno yote. Wewe unaona ni jambo zuri hilo? Mtu anajisifu eti kununua maneno ya fitna. Mtu anajisifu kununua fitna, kusababisha vurugu. Unauza dini yako kwa kitu kidogo tu. Ndio maisha tuliokuwa nayo sasa, ndugu zangu Waislamu. Ndio maisha tuliokuwa nayo sasa. Tunaharibu dini zetu kwa ajili ya kitu kidogo tu cha kunufaisha duniani. Utapewa hela haifiki hata kesho. Mfano umepewa laki, laki mbili, hata upewe milioni haifiki. Unarudi kuwa pale pale, ulimkosea Allah subhanahu wa ta'ala na una manufaa ya duniani uliyoyapata. Hadithi hii imetoka katika sahihi Muslim, hadithi namba 118. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema tena katika hadithi nyingine ya kujiepusha na fitna, anasema, inna as-sa'ida laman junniba al-fitana, hakika ya mtu aliyobarikiwa mwenye furaha ni yule aliyeepushwa na fitna. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fitna na itafsiri kwa njia mbili. Fitna hii yetu tunayojua sisi na fitna ambayo ni mitihani. Unaonaje Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekuepusha na mitihani mbalimbali? Unaamka unakuwa una furaha, unakuwa una baraka tele za Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako uko safi,
ukiwa umeepushiwa na mitihani. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna sa'ida laman juniba alfitana, hakika mtu aliyobarikiwa mwenye furaha ni yule aliyeepushwa na fitna. Tujiepusheni sana ndugu zangu Waislamu na fitna. Fitna sio nzuri, fitna ni mbaya sana. Anaendelea tena maneno ya Imamu Shafi'i. Kwanza hadithi hii imetoka katika kitabu cha Sunan Abi Daud. Napenda sana kutaja hivi ili mtu akanukuu. Hadithi hii imetoka katika kitabu cha Sunan Abi Daud, hadithi namba 4263. Tunaendelea kuzungumzia fitna kutoka kwa Imamu Shafi'i radhiallahu anhu kuhusu kulinda ulimi na kuepuka kueleza fitna na kusengenya. Imamuna Shafi'i radhiallahu anhu anasema, ihfadh lisanaka ayuha al-insan. Anatuambia Imam Shafi'i, ihfadh lisanaka ayuha al-insan, uhifadhi na ulinde ulimi wako ewe mwanadamu. Uhifadhi na ulinde ulimi wako ewe mwanadamu. Kwa nini Imamuna Shafi'i anasema la yaldaghannaka innahu thu'ban, la yaldaghannaka innahu thu'ban? Anasema usije ukakuuma ama ukakugonga ama ukakung'ata, kwani hakika ya huo ulimi ni nyoka. Ulimi ni nyoka ndugu zangu. Ulimi umesababishia matatizo watu wengi. Ulimi ukija kwa fitna ya kusengenya, ulimi umesababishia matatizo kwa watu wengi. Ukija kwa fitna ya kupenda kula, ulimi umesababishia matatizo watu wengi sana. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi, anauliza Imamuna Shafi'i, kam fi maqabiri min qatili lisanihi, ni wangapi walio makaburini waliouawa na ndimi zao? Ni watu wengi sana, ni watu wengi sana waliouawa na ndimi zao. Ukiwa mtu mwenye fitna, watu kuacha, watakutafutia sababu yoyote kuharibia wewe, mwisho wake unakwenda kaburini. Sasa ndio Imamuna Shafi'i wanatuuliza, kam fil maqabir min katili lisanihi, ni wangapi walio makaburini waliouawa kwa sababu ya ndimi zao? Jawabu ni watu wengi sana. Sasa tujilindeni ndugu zangu Waislamu na ulimi. Usipende kusikia maneno tu wewe kama bwaja. Tujilindeni na ndimi. Ndimi zinadhuru, ndimi zimewaharibia watu maisha. Anaendelea kusema Imamuna Shafi'i, kana yahabu liqa'ahu ash-shuja'an, ambao mashujaa walikuwa wakiwaogopa kukutana nao hao watu waliouliwa kutokana na sababu za ndimi zao. Kuna wengine walikuwa wakiogopewa na mashujaa wakiwaogopa kukutana nao, lakini wako wapi? Waka makaburini kwa ajili ya ndimi zao. Tulindeni ndimi, tujiepisheni na fitna ndugu zangu Waislamu. Tumwangalie Hasan al-Basri akizungumzaje na kuhusu fitna, kuto kuingia katika fitna za silaha na migogoro. Anasema huyu Hasan al-Basri, mwanachuoni mkubwa, inna hadhihi alfitnata idha aqbalat arafaha kullu alimin. Anasema hakika ya hii fitna inapoanza kuja, kila mwanachuoni uigundua na kujiepusha. Ndugu zangu Waislamu, hata fitna zilizotaka kutokea hapa, wanachuoni ndio walikuwa wa kwanza kuzigundua kwamba hizi zina madhara, na wanachuoni ndio waliosababisha hali kubwa ya usalama uliokuwepo. Washauri walikemea. Hakuna mwanachuoni fitna ile ilikuwa inataka kutokea aliyoziba ndimi yake. Kila mwanachuoni alikemea, na ndio mpaka huu usalama tuliokuwa nao. Anaendelea kusema Hasan al-Basri, idha adbarat arafaha kullu jahili. Anasema na inapoondoka, yani ile fitna inapoondoka baada ya kuleta maangamizi, inapoondoka ile fitna baada ya kuleta maangamizi, kila mjinga ndio anapoitambua. Vurugu zilizotokea hapa, baada ya kutokea vurugu, kila mjinga ambaye alikuwa hajazinduka anashabikia yale matatizo. Wameona kumbe ni matatizo, ndio wamegundua kumbe ni matatizo. Tunaona msimu wa pili uliofikia walivyohamasishwa, hakuna hata mmoja aliyotoka. Hakuna hata mmoja aliyotoka. Kwa shauri walishaona wale wajinga matatizo yake ni yapi.
Huyu ni mwanachuoni Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Maneno haya yametoka katika kitabu, napenda kunukuu maneno haya yametoka katika kitabu cha Ibn Sa'di, Tabaqat Ibn Sa'di, juzuu ya 7, maneno ya Hasan al-Basri. Tunazungumzia tena ubaya wa namima na fitna ya kuchochea maneno kati ya watu. Tunazungumzia huyo Hasan al-Basri anasema, man naqala ilayka hadithan nakala anka hadithan, yule anaoleta maneno ya watu kwako, yule anaoleta maneno ya watu kwako kufanya fitna. Anasema nani huyu Hasan al-Basri, ataingiza na maneno yako kwa watu wengine. Yani mtu akikuletea maneno ya fitna, ujue huyo na yeye atachukua maneno yako kuyapeleka kwa watu wengine. Sasa akikujia mtu kukuletea fitna, mtulize, mtulia kwa tuzungumze habari nyingine. Usimuone kwamba ni mwema huyo atachukua maneno yako kuyapeleka kwa mtu mwingine. Anaendelea kusema tena, wa man namma ilaika sayanumu alaika, na yule atakayefanya fitna na mima mbele yako, basi atakufanyia fitna na wewe. Mtu atakayekuletea fitna, atakayekuletea namima, atakayokuchochea maneno, basi ujue huyo atachukua yako atayapeleka sehemu nyingine. Mtu akikuletea fitna, mwambie tulia, mimi sitaki, tuzungumze habari nyingine. Maneno haya nayo yanatoka katika kitabu Siyar al-A'lam an-Nubala cha Adh-Dhahabi, juzuu ya 4. Maneno haya napenda kunukuu hivyo ili watu wakarejee huko. Tena tunamalizia katika maneno ya Ibn Sa'di, maneno ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Tunamalizia maneno ya Sa'd ibn Abi Waqqas kutokana na fitna. Sa'd ibn Abi Waqqas anasema, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema hakika yangu mimi nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema. Sa'd ibn Abi Waqqas anasema, hawa ni wanafunzi wa Mtume. Anasema, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu al-'abada at-taqiyya, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapenda mja mcha Mungu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mja mcha Mungu. Inaendelea kusema hii hadithi, al-ghaniya, aliyejitosheleza, mwenye utajiri wa nafsi, aliyojitosheleza, mwenye utajiri wa nafsi. Kuna utajiri wa hivi na kuna utajiri wa kutosheka wa nafsi. Anaendelea kusema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-khafiyya, aliyejificha na aliyejitenga na fitna na umaarufu wa kidunia. Ukiwa umejitenga na umejiefusha na fitna na umaarufu wa kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio mtu anaokupenda zaidi. Kwa kinyume chake, kwa hadithi hii, inna Allah yuhibbu al-'abada at-taqiyya, kwa kinyume chake Mwenyezi Mungu ampendi mtu mwovu asiyomwogopa. Kwa kinyume chake, Allah subhanahu wa ta'ala ampendi mtu mwovu, na wala Allah subhanahu wa ta'ala ampendi yule mtu ambaye asiyojitosheleza na utajiri wa nafsi yake, asiyojitosheleza. Allah pia ampendi mtu wa namna hiyo, al-khafiyya, na Allah pia ampendi mtu asiyojificha na asiyojitenga na fitna. Kila wakati anataka fitna tu, kila wakati anataka fitna tu, kila wakati fitna. Allah subhanahu wa ta'ala ampendi. Hicho ndio kinyume cha hadithi hiyo, inna Allah yuhibbu al-'abada at-taqiyya, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala umpenda mtu mcha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mcha Mungu ni mtu wa aina gani? Mtu anaofanya mambo yale yote aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na anajiepusha na mambo yale yote aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, na kutenda mambo mema. Kushauri mambo mema ni kitu kingine, kutenda mambo mema ni kitu kingine. Kufanya mambo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu kingine, ambazo hizi swala 5, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda hija, kutoa zaka. Umeshaona, haya ni mambo ya lazima
kwa kila Muislamu. Haya ni mambo ya lazima, na kujiepusha na mambo machafu kama vile zinaa, uwizi, sijui kuua, sijui nini. Hayo ni mambo ya lazima kwa kila Muislamu. Alafu kuna kutenda wema. Kutenda wema sasa ndio mambo ya kijamii. Ukiwa mtu unatenda wema ndio mambo ya kijamii. Sasa ukiwa na wema, ulimwengu mzima au sehemu ile unaokaa yote watakutambua kwamba wewe ni mtu mwema. Hayo ni mambo mengine. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mtu wa design hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidini sana kumcha Mungu, tujitahidini sana kujiepusha na mambo ya namima, tujitahidini kujiepusha na mambo ya fitna. Fitna ni mbaya sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia wal fitnatu ashaddu min al-qatl. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والmuslimina walmuslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndiyo fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.